Ni katika kanisa la Kibaptisti la Salina, Texas, Marekani, ambapo ndugu, jamaa na marafiki wamekutana wakiwa wamejaa majonzi na simanzi kwa ibada ya faraja ya msiba wa kijana Dickson Junior Makongoro mwenye umri wa miaka 13 aliyefariki Februari 21 mwaka 2026 baada ya ajali iliyotokea kwenye bwawa la kuogelea Februari 13 mwaka huu katika eneo hilo lililoko nje kidogo la jiji la Dallas. Ibada hii maalumu ya faraja imekutanisha Watanzania waishio Marekani kutoka katika majimbo mbalimbali kwa ajili ya kuwafariji wafiwa. It's normal and okay to mourn the loss of a son, the loss of a grandson, the loss of a brother, a nephew, and loss of a friend. But Dickson's faith insists that we take seriously the hope of God's promises. Promises like the one that's found in 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 and 14. It says there, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Tulipata nafasi ya kuzungumza na waombolezaji kadhaa, ikiwemo viongozi wa jumuiya za Watanzania waishio Dallas na Houston, Texas. Naitwa Betty Mugara, natokea Maryland. Kwa kweli tupokea kwa masikitiko makubwa, lakini tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Na wewe ni nani kwa kijana ambaye amelala? Junior Makongoro, mimi ni shangazi yake, ni mdogo wake na baba yake. Nini ambacho umeona hapa na ambacho unapenda kuzungumza namna ambavyo Watanzania wenzetu wamekuja hapa kuwafariji? Umoja ni nguvu, upendo, mshikamano. Katika kipindi hiki sio tu kwa raha peke yake, mshikamane kwa shida. Kila jambo linapotokea, kuna mguso wa aina yake kwa kila mmoja. Kwa kweli nipende kushukuru wana Houston, wana Texas na state zingine zote waliokusanyika hapa kwa ajili ya faraja, na hata ambao hawajakusanyika hapa waliotoa maombi katika hali na mali katika familia yetu. Mungu awabariki. Nini ujumbe wako kwa Tanzania wanaoishi Marekani? Ningependa kuwaomba waendelee kuwa na umoja na ushikamano. Sisi sote ni ndugu. Na ningewaomba katika masuala kama haya kuwe na umoja, watu wasijitenge, kuwe na umoja. Unapotokea swala kama hili, hakuna mwanadamu kamilifu,
mapungufu yetu tunaweka pembeni na kukabiliana na tukio lilioko mbele yetu. Asante sana shangazi na poleni kwa msiba. Asante. Nashukuru sana Bwana Madu. Naitwa Peter Kapanga. Natumia majina mengine ambayo ni majina yangu ya kuzaliwa, Peter Mwagula Kayele Kapanga. Ilikuwa kwaje ukapata nafasi ya kuwa kiongozi wa Watanzania wanaoishi Dallas? Marekani. Okay. Wakati naingia Dallas tulikuwa sio wengi kiasi hicho, na kulikuwa kuna generation ambayo wengi walikuwa ni vijana wadogo. Kulikuwa kuna wa miaka 17, 25 maximum hapo, unaona. Kwa hiyo kadri miaka inavyozidi kwenda, structure ilikuwa inahitajika kwa sababu sasa watu walishaanza familia, watu walianza kazi, walikuwa mashuleni, sasa wameanza kazi. Kwa hiyo seriousness ilikuwepo. Kwa hiyo tukabidi tuunde chombo ambacho kitatusaidia kutuwekea structure ya kiuongozi na kuweka vitu sawa kwa kweli. By mwaka 2009, mwaka 2005 tulianza, lakini haikuwa very serious. By 2009 effectively tuli establish chombo cha kutuongoza hapa Dallas, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahamia kutoka majimbo mengine. Jimbo lilikuwa na kazi nyingi sana, jimbo la Texas na kazi nyingi sana. Watu wengi walikuwa wanahamia hasa kutoka majimbo mengine na wengine kutoka Tanzania na nchi nyingine. Ndio. Mna wanachama wangapi mpaka sasa? Tuna wanachama wasiopungua 300, lakini tuko karibu 1500, 2000. Kila mtu anayekuja anajihesabu hivyo, lakini wale active wenyewe tunapungua 300-500, kitu kama hicho. Yes. Unapoona watu wamefurika namna hii kwenye msiba huu, ndio kijana mdogo ndio ambao umetokea hapa Dallas, ndio kijana ambaye wazazi wake wanatoka Tanzania, ndio nini ambacho kinakuwa ndani ya moyo wako ukiwa kama kiongozi? Kwanza ni hakuna mtu ambaye anapenda kupoteza kijana. Kwa kweli, kwa jinsi tulivyo, unataka mtoto akuzike wewe, sio baba mzike au mama mzike mtoto. Ni kitu ambacho hakijakaa kidunia, kimazingira ya dunia, na hii inatokea moja kwa moja kama watu wanaofahamu kwamba nani yuko hapa, na hii inakuja na structure ya watu kukaa pamoja. Na kama sisi tuna uongozi kabisa kwamba mtu akipata tatizo kama hili, basi inabidi msaidiane, na tunatoa ni wito, na vile vile ni shuruti. Mtu akipata matatizo ni shuruti umsaidie kusudi na wewe usaidiwe. Tuna kitu inaitwa database ina pick points. Yes. Ina pick points, jinsi unavyosaidia watu, jinsi unavyoparticipate. Yes, ina pick points. Kwa hiyo inakupeleka juu. Kwa hiyo ukiwa usaidii watu, point zako zinashuka, mwishoni unapotea. Yes. Tuko jitihada za kuwatafuta hao ambao hawatokei. Kusema kweli, vitu kama hivi vinawashtua wao kwamba kumbe hii kitu inawezekana. Usipotokea kwa mwenzako na wewe kwako watu hawatokei. Kwa hiyo hizi ni mifano halisi jinsi gani vitu vinapotakiwa vifanyike, na hii ni testimony, unaona, na jinsi unavyojitoa kwa watu watakuja kwako. Lakini tunavyotokea matatizo kama haya kwenye jumuiya, tunaachaga vitu vyote na ku make sure kwamba tunatekea vitu kama hivi. Nimeona watu wametoka miji tofauti. Ndio. Na hapa Marekani wakati ni mali. Kweli kabisa. Watu wametoka Houston, Kansas. Nimeona rafiki yangu kutoka Washington, Yes. Hili nalo unalizungumziaje? Ni solidarity ambayo tumejijenga. Vitu vingine tumetoka navyo nyumbani kwa kweli. Vitu vingine tumetoka navyo Tanzania. Kama unavyojua Tanzania, tumelelewa hivyo kushirikiana, na hii inajionyesha hapa. Lakini kitu kingine ni structure ambayo tumeiweka ya kusaidiana, ni muhimu sana, na imejitokeleza hivyo, imejitosheleza, na sasa hivi inajionyesha kadri inavyoonekana. Nini wito wako kwa wale ambao hawataka kujiunga na community hizi hapa Marekani ambazo zinawajumuisha watu kutoka Tanzania? Kujiunga kwenye jumuiya ni kitu kikubwa sana, kwa sababu tuna put emphasis more kwenye biashara
ni lazima uwe na kiuchumi, ukae vizuri. Huwezi kuheshimika kama hujakaa vizuri kiuchumi, kielimu. Tumezaa sasa hivi watoto wetu wengi wameshamaliza college. Kwa hiyo ni katika kuendeleza na katika kujuana. Unaweza kujua nani atakuwa mko wako au hey, keep it real. Kuna ushirikiano wote ambao mnaufanya wa hizi community, kwa mfano community ya hapa Dallas na community ya Houston ambao kuna Watanzania wengi pia? Yes, kama utavyoona hapa, nadhani nusu ya hapa unavyoona, robo ya hapa wametoka Houston, wametoka Kansas. Kwa hiyo kuna cooperation kubwa sana sana. Yes. Nini ujumbe wako sasa kwa Watanzania waliopo hapa Marekani? Jamani, nyumbani ni nyumbani. Okay, tunajua tuna changamoto nyumbani, bado mambo ya uraia pacha hatujakaa vizuri, ambayo yakikubaliwa hayo, kwa kweli tutafanya vitu vikubwa. Mifano mikubwa, angalia wa Kenya baada ya kukubaliwa uraia pacha wamefanya investment za ajabu. Sisi hapa tuna potential, tunaleta pesa, lakini it's very kidogo sana kulinganisha na uwezo ambao tunao. Kwa hiyo vitu kama hivi vikaka sawa na watu wakaona economic power yetu na jinsi tunavyofanya, it makes sense. Naitwa Dr. Maria Mosomi. Kupoteza mtoto mdogo in our community is such a heartbreaking situation. I want to first say pole to the family for this incident, and we continue to pray for you and continue to surround you with love. I just want to say that one of the wonderful thing about our community, when you're in a community such as a Tanzanian community or Kenyan community or even a church community, is the togetherness that we have as a family. This togetherness can extend in so many different ways, but in such situation as this, it really makes a difference when we can come together and uplift one another, pray for one another, support one another. And it doesn't matter whether you know the person directly or you know them through, one of the family members. But in this life that we live in, togetherness and community is one of the most important things that you can have. It's a blessing to be here together with everyone, to support the family, and even to continue to pray for them and support them long term. Today is just a day of celebration, a day where we can mourn together. But as we go on, the family is going to really need our support to really be there for them. And one thing that I've learned about life is that today we may be coming for Junior celebration. Tomorrow may be another person's celebration. May we just continue to be together as one. May we continue to come together, supporting each other, showing love for one another, showing the support, because we never walk through this life alone. Whether we're here in the States, in Tanzania, in any place, you will never walk alone so long as you have a community. So let's continue to be together as one and continue to support one another through this journey called life. Umoja kama hivi, watu wamekuja kwenye msiba, tunaona watu wamesafiri kutoka majimbo mbalimbali kuja hapa Dallas, naona ishi hapa Dallas. Masaa matano, maili zaidi ya 200,000. Hili lina umuhimu gani na Tanzania? Ina muhimu sana kwa sababu tuko kwenye nchi ya kigeni, number one, na tunajua hii nchi ambayo tunaishi, a lot of times we may seem like we walk alone. Tuko busy na different schedules, watoto wetu wanakulia hapa, lakini ile umoja inatu strengthen together as a community, but it also strengthens us together personally. Mimi personally, ninajua
auntie wa Junior. And sikujua Junior directly wala wazazi wake, lakini I've been moved to know that I can come and be one of the numbers of support. At the same time, I've been moved kwa sababu mimi mwenyewe kujumuika na wenzangu inanisaidia kisaikolojia kujua kwamba siko mwenyewe hapa duniani, siko mwenyewe kwenye hii community, siko mwenyewe hapa Marekani. So kujumuika na watu inakupa strength ambao you can never imagine, you know. So whenever there's an occasion such as this, take time kujumuika na wenzako, take time to connect with people. It will really make a difference in your life and the life of others. Nini ujumbe wako, pengine kuna swala ambalo nataka kulizungumzia ambalo linaweza kumsaidia mtu ili aondoe upweke hapa Marekani katika kujumuika na wengine kama hivi, ukiwa ni mtaalamu wa somo? Take time to connect with people. Sio lazima that you go over and beyond, lakini ukisikia kama mtu anaumwa, ukisikia kwamba kuna msiba, take time and just say pole. You never know who you'll meet there, who you'll connect with. And also kwa maisha ya binadamu sio tu kwamba wewe ndo ufanye something. Kumfanyia mtu kitu cha upendo, kumsupport mtu mwingine inakupa faraja sana, inakusaidia sana kukupa ile connection with other people. So it's not always about receiving. Sometimes it's about giving of your time, giving of your finances, giving of your support. It goes a long way. It actually makes you more connected when you can give and support other people. Kwa jina naitwa Cassius Pambamaji, ni msemaji wa jumuiya ya Watanzania wanaoishi katika jiji la Houston. Tupo hapa kwenye msiba wa kijana Dickson Makongoro Junior, na ni tukio la kusikitisha kwa kijana mdogo wa miaka 13, na kama unavyoona tukio hili limegusa Watanzania wengi wanaoishi katika jimbo la Texas na sehemu zingine. Wote tumekuja kukusanyika hapa kwa ajili ya kushukuru kwa maisha ya kijana huyu. Mimi pamoja na Watanzania wengi wanaokaa Houston tumesafiri mwendo wa masaa 4, maili 200 na kuonyesha upendo kwa kijana huyu na kuwashika mkono wazazi wake, kuwaambia kwamba tuko pamoja kama Watanzania ambao tuko ughaibuni na tunawaombea katika kipindi hichi kigumu. Pengine nini hasa ambacho kimekuwa kikiwafanya wana Houston wa Tanzania wanaoishi hapa Marekani kuwa pamoja hivi? Ni upendo. Hakuna kipimo kikubwa zaidi au neno kubwa unaloweza kusema zaidi ya upendo. Ukizingatia umbali, ukizingatia muda, kipindi hichi ni cha spring break, watu wameacha safari, watu wamecancel safari zao, lakini wamesafiri kuja kuungana na familia ya kijana Dickson Junior. Hii inaonyesha upendo mkubwa, na ningependa kwa yoyote anayeangalia klipu hii tuendeleze upendo na umoja, kwa sababu tunahitajiana. Wote tuko ugenini, tuko mbali na nyumbani. Sisi ndio familia, sisi ndio kaka, sisi ndio dada. Kwa hiyo napotokea matukio kama hawa, yao ya huzuni au ya furaha, inapendeza tunapoungana na kushirikiana pamoja. Houston community ama Houston community ya Watanzania wanaoishi Houston, naweza kusema kwamba inaongoza kwa kuwa na wanachama wengi. Kweli kabisa. Wanachama wangapi hasa? Namba ya mwisho tunaweza kuhesabu ya mwaka jana tuna wanachama zaidi ya 650. Na tunategemea kupata at least wanachama wapya 200 mwaka huu na kufanya idadi ifike 800. Naomba kutumia nafasi hii kuwakumbusha wale wote ambao bado hawajajiunga na jumuiya, bado hawajatoa ada yao, wajiunge na jumuiya. Tukiwa wengi tutafanya mambo yawe mepesi zaidi na tutafanya vitu vingi vikubwa tukiwa huko ugenini. Pambanaji, kuna watu wengine ambao hawataki kabisa kujihusisha na hizi community. Unaambia nini? Ni uamuzi wa mtu, lakini tunawakumbusha kuna muda utahitaji watu
kuna muda utahitaji jumuiya. Tafadhali jiunge na jumuiya sasa kuliko kuanza kutafuta watu wakati ulikuwa hutaki kuungana nao, ulipokuwa una shida au ulipokuwa unaona jumuiya haina umuhimu kwa upande wako. Tunajivunia mengi sana. Tunajivunia umoja wetu, tunajivunia mshikamano, tunajivunia maelewano, uwepo wa pamoja na kusaidiana kwenye dhiki na faraja. Hicho ndo kikubwa tunaweza kujivunia. Tumekuwa wengi wa Tanzania, kwa hiyo tujaribu kuunga jumuiya ndogo ndogo nyingi, tuweze kusaidiana, tuweze kuonyeshana njia za mafanikio. Bado kuna watu wanakuja wengi hawajui nini cha kufanya, wanapoteza miaka mingi wakifanya kazi ambazo labda hazikustahili kwa wao kufanya. Tuwe open, dunia imefunguka sasa hivi, kuna AI. Tujaribu wale ambao wako advanced, wako mbali, waonyeshe watu njia ili wote tuweze kujikwamua na kuwa na maisha bora. Mwili wa Dickson Junior Makongoro aliyezaliwa Novemba 29 mwaka 2012 huko Columbus, Ohio, Marekani, ulitarajiwa kusafirishwa kwenda nchini Tanzania kwa maziko, ambako ni nyumbani kwa wazazi wake Gloria Temba na Dickson Makongoro wanaoishi Marekani kwa sasa. Jumuiya za Watanzania waishio Marekani husaidia wanachama wao hasa wanapokumbwa na matatizo ya maisha. Kupitia umoja wao, wanachama hukusanya michango ya kifedha kusaidia wakati wa ugonjwa, ajali au msiba, ikiwemo gharama za matibabu na wakati mwingine kusafirisha mwili wa marehemu kwenda Tanzania. Mbali na msaada wa fedha, wanachama pia hutoa faraja na ushirikiano wa kijamii kwa kumtembelea au kumuunga mkono mwanachama mwenzao aliyepatwa na tatizo. Mfumo huu wa kusaidia hufanya jumuiya hizi kwa familia ya pili kwa Watanzania wanaoishi ughaibuni.